Okay, it's Makakivithe Home and Update, na leo siku nyingine tutaendelea na hii fursa ya LBM. Sasa kwa hii video nitaenda kuelezea vitu vichache. Kitu cha kwanza nitaenda kuelezea package. Yaani namna gani naweza kutengeneza pesa kupitia hii platform ya LBM. Yaani package zake zipo vipi na kwa kila kiasi au kwa kila mtaji ambao utaanza nao utakuwa unapata faida kiasi gani kwa kila package. Okay. Lakini pia nitaenda kuelezea jinsi ya kuweza kudeposit pesa kwa ajili ya kuweza kufanya investment, lakini pia nitaenda kuelezea jinsi ya kuweza kutoa pesa kwenye akaunti yako ambayo utakuwa usha make kwenye LBM, lakini pia nitatoa ushauri kiasi kuhusu hizi fursa, nini cha kuweza kukifanya. So kitu cha kwanza kabisa lazima tuweze kujua kwamba hizi fursa zipo, lakini kitu cha kuzingatia kwamba invest what you can afford to lose. Wekeza kiasi ambacho utakimudu, kipo ndani ya uwezo wako. Usiwekeze ada, usiwekeze hela ya kukopa, usiwekeze hela ya kodi, usiwekeze hela ya vikopo, vitu kama hizo hapo. Kuwekeza kiasi ambacho kipo ndani ya uwezo wako. Hicho ndio kitu cha kwanza. Okay, sasa package zipo vipi? Utakuja hapa chini jinsi ya kuweza kujisajili kwanza ili uweze kupata hizi package na hii appearance. Hapo chini ya video kuna link na maelekezo jinsi ya kuweza kujisajili. Lakini kama kutakuwa kuna inakusumbua kwa issue ya kujisajili, check kwa WhatsApp kwa namba napita kwa screen. Okay. Sasa ukishajisajili kuweza kuona hizo package, utakuja hapa chini kuna sehemu imeandikwa product, utabinya hapa product. Okay, itarudi kwa muda fulani then itafunguka. Sasa nataka tuangalie baadhi ya namna gani unaweza kutengeneza pesa kutokana na mtaji ambao utaanza nao. In short, kwenye hii platform wanakupatia 6% ya kila mtaji wako ambao utakuwa umeanza nao, na watakupatia ndani ya siku 40, yani faida 6%. Yani mfano ukianza na mtaji wa shilingi 20,000. Okay, ukianza na mtaji wa shilingi 20,000 watakuwa wanakupatia 1,200 kila siku. Kwa siku 40 utakuja kupokea 48,000. Okay. Sasa hizi ndio package ambazo zipo hapa. Kuna package ambazo zipo tayari hapa. Package ya kwanza, naona package ya kwanza mtaji wake shilingi 20,000 ambao unakuwa unapokea shilingi 1,200 kila siku. Kwa siku 40 utakuja kupokea shilingi 48,000. Na hii package unaruhusiwa kununua mara moja, purchase limit. Unaruhusiwa kuweza kununua mara moja. Kwa kama unataka uweze kununua hizi package ziwe zaidi ya moja, haiwezekani. Okay. Package ya pili utakopa, ambayo hii mtaji wake shilingi 50,000 na unakuwa unapokea shilingi 3,250 kila siku kwa siku 40. Utakuja kupokea 130,000. Package ya tatu inaitwa silver, ambayo hii mtaji wake ni 200,000 ya, na unakuwa unapokea shilingi 17,000 kila siku kwa siku 40. Utakuja kupokea 680,000. Na hii unaruhusiwa kuweza kununua mara tatu na kuendelea, mara moja, mara mbili au mara tatu. Kwa hiyo ndio limit. Uweze kununua hizi package, mfano kama una 600,000 unaweza kununua hizi package zikawa tatu, zote zikawa zinakupatia 17,000 na 17,000. Maana kama 17,000 unapiga mara tatu, utapokea mara tatu 17,000. Kwa siku utakuwa unapokea kama 51,000 kwa siku. Okay. Kwa hiyo ndio package. Package nyingine inaitwa gold, ambayo hii mtaji wake ni 400,000, ambao unakuwa unapokea 3,3600 kila siku kwa siku 40. Utakuja kupokea 1,100,000 na 400,000 na 40,000. Na unaruhusiwa kuweza kununua package kama hizi zisizidi 4. Unaweza kununua 1, 2, 3 au 4. Okay, package nyingine inaitwa platinum. Platinum hii package hii mtaji wake ni 800,000, ambao unakuwa unapokea 76,000 kila siku kwa siku 40. Utakuja kupokea 3,000,000 na shilingi 40,000. Na unaruhusiwa kuweza kununua package kama hizi 5, zisizidi zaidi ya 5. Okay. Na package ya mwisho inaitwa palladium, ambao mtaji wake ni 1,600,000. Unakuwa unapokea 1,60,000 kila siku kwa siku 40. 1,60,000 kila siku kwa siku 40. Na kwa siku 40 ndio kuja kupokea 6,000,000 na 400,000. 6,000,000 na 400,000. Na unaruhusiwa kuweza kuzimiliki hizi package 1, 2 mpaka 6 za namna hii. Kwa ni maamuzi yako. Sasa uzuri wa hii sasa ni kwamba unaweza ukamiliki package zaidi ya moja. Kwa unaweza kuchukua hii moja, ukachukua package hii hapa, ukachukua package hizi mbili, Yakobo unaweza ukachukua package mbili, hapa unaweza kuchukua package hii moja, unaweza kuchukua package ya gold 2 au 3 au 4, unaweza kuchukua pia package ya platinum, unaweza kuchukua pia package ya palladium, unaweza kuchukua package zote. Lakini kikubwa tu zizidi purchase limit kwa kila package. Na zote zikawa zinakupatia mapato kwa kila siku. Kumeka mfumo kama wapo. Okay. Sasa jinsi ya kuweza kuzipurchase hizo mashine.
Ukishaweka pesa utakuja kwenye mashine husika. Mfano kama nataka naweza kununua hii elfu 20 nitaibinya hapa. Ukibinya itaload itakuja hapa. Itakuonyesha hapa chini kuna neno imeandikwa buy. Kwa utabinya hapa buy. Ukibinya buy, okay, ukibinya buy itakwambia unataka kununua hiyo package kwa kutumia pesa ipi? Pesa ambayo ipo kwenye balance, yani ile faida ambayo unakuwa unaipata kila siku, au ile pesa ambayo umeiweka. Kwa kama umeweka pesa kwenye account, yani mfano umeweka shilingi 20,000, kwa utachagua hapo kwenye recharge. Kwa pesa ambayo itatumika ni ile pesa ambayo umesha recharge, ambayo umeweka kwenye account. Baada hapo uta confirm. Mfano kama umeshawekeza na ushapata faida kiasi ambacho kitakuruhusu kuweza kununua package nyingine. Kwa unaweza kununua package kwa kutumia balance ambayo ipo kwenye account, ukichukua balance hapo. Baada hapo utabinya confirm. Kwa mfumo kama umeshaanza kupata faida shilingi ngapi? 4,000 tayari nishapata leo. Kwa maisha yanaendelea kama hivi. Okay. Nita clear hapo kwa sababu nilikuwa naelezea hapo. Kwa jinsi ya kuweza kununua package na unakuwa mfumo kama hapo. Jinsi ya kuweza ku deposit na jinsi ya kuweza kutoa pesa kwenye account, utakuja hapa chini kuna kipengele kimeandikwa wallet. Hapa utabinya wallet hapa. Okay, ukibinya wallet watakupatia option mbili. Option ya kwanza imeandikwa recharge, option ya pili imeandikwa withdraw. Kwa kama unataka kuweza kutoa pesa utabinya withdraw hapa. Lakini kama unataka kuweza kuweka pesa kwa ajili ya investment utabinya kwenye recharge. Utabinya recharge hapa. Baada hapo utaandika kiasi ambacho unataka kuweza kuweka. Pengine nataka niweke 20,000, nitaandika 20,000. Nataka kuweka pengine 1,600,000, utachukua 1,600,000 hapo. Baada hapo utabinya maneno yameandikwa hapa chini, imeandikwa recharge. Utabinya recharge hapa. Wanakuambia please save the recharge information first. Wanakuambia save the information recharge first. Baada hapo utabinya hapa okay. Unaona? Ubinya okay, utaandika full name, jina lako ambalo linasoma kwenye namba yako ambayo unatumia kulipia. Utaandika hapa jina lako. Baada hapo your contact email, utaandika email yako hapa. Unaona? Ukiandika email yako, your contact phone number, utaandika namba yako ya simu hapa. Baada hapo utaconfirm. Baada hapo ukisha confirm watakupatia maelekezo na namba ya kutumia. Mfano kama watakupatia, unasoma chagua mtandao, utachagua mtandao. Baada hapo watakupatia namba ya simu ya kutuma pesa. Kwa nidhamu nipata hapo. Utatuma ile pesa, ushatuma ile pesa utakopi ile kumbukumbu namba, utaiposti pale kwenye ile description pale, then utakuja utaconfirm. Kwa kitu cha kwanza fuata hizi procedure hapa. Ukiwa kuna shida yote then tutazidi kuelekezana. Kwa ufuata maelekezo ambayo utapewa baada ya kufika kwenye. Kwa hizo ndio watu ambao jinsi ya kuweza kufanya, jinsi ya kuweza kuweka pesa kwenye account yako. Sasa jinsi ya kuweza kutoa pesa vile vile utakuja hapa kwenye wallet. Utakuja kwenye kipengele kimeandikwa withdraw. Utabinya hapo. Ukibinya kwenye withdraw then utasema withdraw amount, utaandika kiasi ambacho unataka kuweza kutoa. Lakini kama utakuwa bado hujabind information kwenye pale my bank account, hakikisha umeweka taarifa zako. Lakini pia kuna kipengele kimeandikwa my withdraw password, lazima uweze kubind information. Kuna video nisha upload ya kwanza jinsi ya kufanya hizo process zote. Hakikisha unaangalia video ya kwanza. Imeandika part 1 LBM part 1. Kuangalia video then utaendelea na hii process hapo. Kwa ukishafika hapo then kiasi hapo amount utaandika pengine nataka nitoe pengine 40,000 au 400,000, nataka nitoe 400,000 nitatoa hapo. Baada hapo utaandika withdraw password. Withdraw password zile ambazo ulishazijaza wakati ulipokuwa naelezea kwenye ile video ya kwanza. Utaziandika zile password za kutoa pesa. Withdraw password. Okay. Baada hapo kuna sheria za kuweza kutoa pesa. Minimum withdraw ni shilingi 4,000. Kwa kiasi kidogo cha kuweza kutoa pesa ni kuanzia shilingi 4,000. Lakini maximum withdraw ni milioni 2. Hicho ni kiasi kikubwa cha kuweza kutoa pesa, ni milioni 2. Lakini pia kuna fee, ada ya kuweza kutoa pesa. Sasa kwenye ada za kuweza kutoa pesa hapa inategemea na wewe upo VIP gani. VIP gani au upo ngazi ipi. Kwa ngazi hizi percentage za kuweza kutoa pesa inategemea na VIP yako. Okay. Processing time ni ndani ya masaa 24. Utalipwa pesa ndani ya masaa 24. Kwa baada hapo utabinya hapa chini imeandikwa withdraw. Mfano pengine withdraw password yangu chukua pengine ni 7645.
Kwa utaandika password yangu kama hiyo ya kutoa pesa. Baada hapo ni mfano tu, ndani tumefanya hivi. Okay. Baada hapo utabinya hapa neno withdraw. Then utalipwa ndani ya masaa 24. Okay, nisaidie kuweza kusubscribe, nisaidie kuweza kushare kwa ndugu jamaa na marafiki.